milioni 3 hapa. Daktari akatengenezea na Mungu ajui, haelewi kwamba hili ni kinyume na Mungu. Haleluya. Kakafanyiwa operation. Yule daktari akaweka nani? Akaweka maputo, akaweka maplastiki. Chezea wewe. Watu ambao hawana Mungu ni hatari sana. Baada ya kuweka maplastiki, siku moja kakapanda ndege. Sasa kadiri unavyopanda kwenda juu kisayansi, kuna pressure inaongezeka. Sasa kule shida, kakaanza kupata shida kwenye ndege kule juu. Shida ikaanza hapa, kakaanza kuumia, maana si anatanuka. Baadaye walipofika kule juu kabisa, yale matiti yakapasuka, yale maputo ambayo yalikuwa ndani ya kamanyonyo yake yakapasuka. Alafu kilichoshangaza, kakasema eti my God, kakasema hivi eti Mungu wako, Mungu yupi? Mungu yupi aliyekwambia uweke maplastiki kwenye manyonyo ili wanaume wasio na Mungu wakupende? Mtanzania mwenzangu ninayekupenda, ngoja nikwambie ukweli, Yesu anakupenda. Ni dalili za kurudi kwa Yesu. Tubu na kuiamini Injili, na yako mambo mengine yanakuja. Unaona wadada wanatembea nusu uchi barabarani, anatembea na kikaptura, anatembea na zile nguo za ndani, anaona sawasawa kabisa. Nilishangaa, ukienda pale Kariakoo, hata hapa hoteli, unakuta kibinti kimevaa kikaptura, alafu kina nguo cha kubana, alafu nguo imejichora kabisa na rangi yake imejichora chupi. Oh my God, my Lord. Wanaume nao pia wameiga mbaya sana. Wanataka wavae mlegezo hapa, alafu ile ya ndani ile inaonekana. Unaelewa nikisema ya ndani? Wanaume na kufichia siri, lakini ngoja nisikufishie siri, maana hata wadada nimesema ni chupi zao, wameona kwamba ni sawa. Ngoja nikwambie, wengine wanajiuza, wameamua kuuza utu wao. Wewe mwanaume na mwanamke, nisikilize, ni kwamba maadili yamepungua sana. Tubu na kuiamini Injili. Hii ndiyo Injili, maana umedanganya kwenye dini. Jamani, hayo yote nayo yasema ni watu wanayoyafanya ni watu wenye dini. Sasa ngoja nikwambie, sasa dini imeferi, na Mungu alijua, na Mungu alielewa ya kwamba itafika mahali dini itaferi. Atakayeweza ni mwanaume mmoja tu, anaitwa Yesu. Haleluya. Ngoja nikwambie habari zake. Huyu mwanaume anayefanya mambo makubwa, Yesu Kristo wa Nazareth. Siku moja Yesu akiwa anahubiri mitaani kama mimi hivi. Haleluya. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni Mwokozi. Bwana amenisaidia mimi, na wewe anaweza kukusaidia. Mimi niyekuwa mwenye dhambi, ninakunywa pombe yangu, pombe pia aina zote, my God, my Lord, mbaya sana, pombe za kienyeji, pombe sikiza zote, mchana wangu jua langu. Lakini siku moja nikasikia habari za Yesu, ya kwamba kuna namna nyingine ya maisha. Haleluya. Maana ukipata ka 2500 nyakati zile, baada ya kupelekea familia, unaenda kwenye baa, alafu unaona uko salama. Kule nyumbani watoto wanakula matembele na maharage na ugali, tena unapigwa mara moja, unapigwa mchana alafu jioni. Haleluya. Ngoja nikwambie habari njema ya kwamba Yesu anakutoa humo. Wewe uliyebobea kwenye banki, anayeweza sio dini yako, sio mkuu wa dini yako, sio mtu mwingine yeyote, ni Yesu.
Haleluya! Iko tabia ambayo umeshindwa kuacha, iko tabia ambayo imekushinda. Yuko anayeweza kukusaidia. Mwingine akasema hivi, mchungaji, yani mimi siwezi kuacha uzinzi. Eti uzinzi tu, wakati wazinzi wote wanaenda jehanamu. Wazinzi wote wanaenda jehanamu. Mwingine akasema, mchungaji, mimi siwezi kuacha sigara. Eti ka sigara ndo kanampa shida. Maana mwanadamu tu wa kawaida ameandika hivi kwenye ile pakti, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Hiyo ni mwanadamu, mtu aliyepewa maarifa tu kidogo, mtu tu aliyepewa maarifa kidogo. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa, malizia basi kijana mwenzangu, kwa afya yako. Na kule Ulaya unajua wamefanyaje? Wamewacholea kabisa madhara ya sigara. Wameuchora moyo, alafu wakaweka na figo, moyo na figo. Wakasema kwamba ukivuta sigara sana, sasa madhara yake ni haya. Wameyachora. Lakini mwanadamu na akili zake anaenda kabisa dukani, naomba sumu. Yaani maana yake ni kama hivi, unasema naomba sumu. Jioni ya leo nisikilize, ni kwa sababu maadili ya mwanadamu yameharibika mno. Yesu tu ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai, aliyeshinda kifo na mauti, yeye alikufa kwa ajili ya dhambi zako, alikufa kwa ajili ya dhambi zako baba, dhambi zako mama. Alafu siku ya tatu akafufuka, alafu yuko mkono wa kuume wa Mungu. Neno Mungu anasema kwamba anasubiri sasa apewe taarifa kwamba njoo sasa duniani, ndipo kiama inakuja. Hapo ndipo kiama sasa inakuja. Lakini ujumbe wa leo ni tubu na kuiamini Injili. Hii ndiyo Injili. Kama bado unatembea katika kuporomoka kwa maadili, alafu mbaya sana sasa, bado watu wanashangilia wakiona mtu amevaa uchi, wanashangilia. Vijana siku hizi wanakesha kwenye simu, TikTok na mitandao mingine mingi. Yaani ni hatari tupu. Wamashinda katika hayo, hapo wanaona ni salama. Ukimuuliza chochote, anachogusa ni hayo tu, anashiba hayo, moyo umejaa hayo. Sababu ya ibada itakuwa wapi? Ibada itafanyika wapi? Sehemu ya ibada ni wapi? Jioni ya leo baba, jioni ya leo mama, jioni ya leo kijana, ujumbe ni tubu na kuiamini Injili. Na hii ndiyo Injili. This is the gospel. Wazungu wanasema hii ndiyo Injili. This is the gospel. Na jioni ya leo kwa kweli nitaishia hapa. Natamani nikuombee, natamani tuombe pamoja. Natamani kwa kweli vijana wenzangu, tunaona mimi nilivyoendesha vijana, aliyenitoa huko ni Yesu tu. Baada ya kuokoka, lakini nilikuwa na dini kama ulionayo, naendelea na bandi, naendelea na uganga wa kienyeji. Nimekwenda mimi kwa waganga wa kienyeji, my God, nikapeleka pesa yangu, nikapeleka kuku wangu. Baada ya kuwapa familia wakacelebrate, baada ya kufurahia na familia, napelekea waganga wa kienyeji. Lakini siku moja nikasikia habari za Yesu anayeweza kubadilisha. Nakwambia hivi, niko salama. Shauku zote, kiu zote sina. Vijana siku hizi kapiti kakipita, mi macho tu inafatisha mpaka dakika ya mwisho. Na wengine wamesema eti mashallah, eti ameshuka kutoka mbinguni hapo. Ameshuka kutoka mbinguni. Ameumbwa tu, ni mwanadamu tu. Haleluya, ni mtu tu, lakini kwa sababu ya tamaa yako mwenyewe, wala sio mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio mpango wa Mungu. Umejiingiza, umejikuta
watoto watatu kwa wasichana tofauti, alafu hujajiuliza hata yule wa kwanza, yule wa pili, yule wa tatu. Hiyo ndio shida ya mwanadamu, hajiulizi, hana majibu, lakini Yesu ndiye jibu. Ndio maana tumeandika kwenye gari letu ya kwamba Yesu ndiye jibu la mambo yote. Every question, kila swali ulilonalo moyoni, nasema maswali ya moyo. Na wakati mwingine, sio wakati mwingine, wakati wote maswali ya maisha haya, Yesu ndiye jibu. Mungu akubariki, Mungu akubariki baba, Mungu akubariki mama, Mungu akutie nguvu mama. Kijana unanisikia tena leo, nitaenda kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu kwa kutupa fursa hii tena jioni ya leo kunena siri za ufalme wa mbinguni. Asante kwa ajili ya neema hii ambayo umeiachilia ndani ya utende. Asante kwa kutupa kibali cha kunena siri za ufalme. Asante kwa ajili ya serikali yetu nzuri, serikali yetu nzuri ambayo imeruhusu uhuru wa dini katika jina la Yesu, uhuru wa kuabudu katika jina la Yesu. Na kutukuza Bwana, na kuinua Bwana, na kubariki Bwana katika jina kuu la Yesu. Wanazareti rabo yeke mesondo mitasata yando rikosakota masakata yaman kandoro nabosa rikoshikanama yeke mesokota shandara basiya kamba yanamaya roboseketa masakata yamanda kantara mabo rikori ya masika. Baba, naombea vijana hawa, wa baba hawa, wa mama hawa, watoto hawa. Yesu, kawarehemu siku moja, ukawakomboe, ukawaokoe kwa jina la Yesu, ukawaokoe kwa jina la Yesu. Gorama ya sokoto yeke besokota jandorobosia kamboria mandorobos robosekekayama masokotanamo yeke mesokota jandorobosia masakatayama robo seketa. Baba, katika jina la Yesu, wewe mwenye uweza wote, mwenye mamlaka yote, ponya walio wagonjwa katika kijiji hiki, wavute e Bwana, walete e Bwana kwa jina la Yesu, kwa ajili ya maombi na maombezi, wavute e Mungu. Maana umesema kwamba kila mtu, hakuna mtu anayekuja kwako isipokuwa amevutwa na wewe mwenyewe. Baba, nami nakusihi wavute mwenyewe, walete mwenyewe, maana hata mimi Bwana ulinivuta wewe mwenyewe Bwana, kwa neema yako, kwa huruma yako, kwa fadhili zako, kwa upendeleo wako, katika jina la Yesu. Shambori ya mande riko shaka masaka tamu robo sheketa. Na kuinua Bwana na kubariki Mungu, ni katika jina la Yesu. Bwana, nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Amina. Mungu awabariki, Mungu awatunze, awaponye na mapepo na majini yanayowasumbua, awaponye na uhanga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Awaponye kila magonjwa ya kila namna, uharibifu uliokosa amani, uliokosa ushindi. Mungu akakupa ushindi tena, aliyekupa uliokosa uelewa zaidi, ukaelewa tena jioni ya leo habari hizi katika jina la